Akiwa na shaka na kitu fulani ni ujue kuna element ya ukweli kwenye hilo jambo. Ndio maana siku moja niliwahi kusema kwamba ukiona unalaumiwa na mwanamke kwenye kitu fulani au anakulaumu kitu fulani, kama wewe hujakifanya, basi angalia sana, yawezekana ni watu ambao yani wako very sensitive sana, anaweza akanusa hatari wewe usielewe, kwa sababu unajua sisi wanaume sometimes tuko rafu sana. Tuko rafu, utaangalia tu jambo lako moja ili linakwenda limeenda, alijaenda unashughulika nalo na nini, lakini wao wako kila kitu. Ndio maana unakuta pale nyumbani usafi ndani uko sawa, watoto wako vizuri, chakula kimeandaliwa, sijui huku pako hivi. Mwanaume hawezi. Kwa hiyo saikolojia yao ni pana sana kuliko sisi wanaume. Yaani hata awe anauelewa kiasi gani wa maisha ya kidunia, asili lazima aifuatishe. Ujue tunapozungumza saikolojia ya mwanamke katika kujitegemea, anafanya vizuri sana kwenye mambo yake yeye mwenyewe binafsi. Yaani kuna vitu ambavyo akivianzisha yeye, maana hatusemi tu kwamba kila labda kama ni biashara kwamba hata yeye akianzisha biashara yake mwenyewe kwamba atashindwa. Yaani jambo lake yeye mwenyewe binafsi ambalo limeanzia katika saikolojia yake analifanya vyema. Ila ndo ile kwamba wewe baba ndo ulikuwa unahodhi pale, unatoa miongozo na kadhalika, alafu ukamwachia yeye kwamba haya basi wewe endelea. Lile jambo hajalianzisha yeye. Hata kama alikuwa pale maisha yake mengi akishughulikia, mara nyingi akiwa tu kama msaidizi pale, yani akiingia kwenye jambo kama msaidizi, hata ukiondoka, hata kama kakaa muda mrefu, lazima ile hali ya ataruzi, yani ile hali ya usaidizi itaendelea kuwepo, lakini akianzisha yeye ataendelea vizuri.